Ethiopia. Tayari waziri wa usalama wa kitaifa kwa maeneo yale na anaendelea kufuatilia taarifa hiyo. Tutakupasha kile ambacho atakuwa anasema na kutoa dhibitisho la usalama la wananchi katika eneo hilo la kaunti ya Turkana. Tuangazie masuala ya vileo na ubugiaji pombe, ambapo washikadau wa kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya nchini wanasema ipo haja ya kufanya marekebisho sheria ya kitaifa ya kudhibiti tumbaku na nikotini ya mwaka wa 2007 ili kuzidisha juhudi za kupambana na matumizi ya dawa za kulevya nchini. Wakiongozwa na mwenyekiti wa bodi ya kudhibiti tumbaku Naomi Shaaban, washikadau hao wamesema sheria iliyopo udhibiti wa tumbaku haitoi ulinzi wa kutosha kukabiliana na bidhaa zinazoibuka za nikotini zinazosambaa humu nchini kwa haraka. Kulingana na ripoti iliyotolewa ya matumizi ya pombe mwaka wa 2023, eneo la Magharibi linaongoza kwa 23.8% ya utumizi wa pombe, huku kaunti ya Vihiga ikiongozwa na idadi ya watumizi wa dawa za kulevya. Wakizungumza mjini Kakamega, washikadau hao pia wameitaka jamii kushirikiana na maafisa wa polisi na wale wanakada, huku wakionya dhidi ya kuwashambulia maafisa hao wanapoenda operesheni hizo vijijini. Wananchi wote tunaomba wa support kazi ya enforcement officers. Mara nyingi tunaenda unasikia watu wametupiwa mawe. Hata Shinyalu tumeenda na Madam Commissioner, mnafukuzwa na mawe, na ili hali mnaenda kutatua shida. Tukiwa hivyo hatutatatua shida. OCS akikuja kukamata wale wanapiga nduru na wanasaidia kuitana zaidi, si mwenye changa peke yake, ni majirani. Our laws are too weak and does not consider the public. Our laws consider the individual right, especially the Bill of Rights. Sisi pamoja na nakada tumeshikana pamoja na mkataba wa kuweza kupigana na madawa ya kulevya pamoja na mihadarati hapa nchini, ikiwemo tumbaku hapo ndani. Umeambiwa hapa kuwa shisha imepigwa marufuku Kenya. Tunataka kwenda kufunga hiyo sheria kabisa, ili mtu akifikishwa ambaye anauzia mtu yoyote shisha aweze kuadhibiwa vilivyo. Mbunge wa Teso Kusini katika kaunti ya Busia, Mary Emase, amekosoa matamshi yaliyotolewa hivi majuzi na askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Nyeri Anthony Muheria ya kukosoa utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza, badala yake kuwataka viongozi wa kidini kushirikiana na wale wa kisiasa ili kusaidia katika kuleta maendeleo nchini. Akizungumza katika kanisa Katoliki la Ojami, Emase alisema kuwa kanisa lina uhuru wa kukosoa serikali japo kwa njia mwafaka, huku akisema kuwa serikali na kanisa lina wajibu muhimu wa kushirikiana katika kutekeleza maendeleo nchini bila kukwaruzana kwa njia yoyote. Kanisa iko na kasi yake na serikali iko na kasi yake, but they still need each other. Licha ya kila mmoja kuwa na kasi yake ambayo amepakiwa na Mungu, bado wanahitaji each other. Baba amesema tunahitaji serikali ndio kanisa pia ikuwe na amani na peace ya kuweza kuendelea kazi yake ya spirituality. Pia rais lazima mwambie wa Kenya, kama mimi niko kwa budget, mwaka jana wabunge wa North Eastern wameomba rais barabara. Rais akatuambia tuweka pesa kwa budget.